na fadhila zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhan, kuwakumbuka wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Sote tuna ndugu zetu ambao sasa hivi hatunao katika maisha ya dunia, wako katika maisha ya barzakh, na wanatutegemea sisi sana kuweza kuwasaidia kule walipo kwa kuwakumbuka katika mambo mbalimbali ya kuwafanyia. Sasa kwa sababu sisi tupo katika mwezi huu wa Ramadhan, Allah ametubahatisha tuweze kuwemo ndani ya mwezi huu na tupate fadhila hizi, pamoja na kujichumia sisi wenyewe, lakini vile vile tukumbuke kwamba tuna wajibu wa kuwafanyia wazazi wetu na ndugu zetu, wapendwa wetu ambao wametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an aliposema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amesha hukumu Mwenyezi Mungu kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye. Wabil walidaini ihsanan, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Aya hii imeonyesha kwamba daraja ya wazazi wawili ni baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na aya hii vile vile haikusudii kuwafanyia wema wazazi wawili wakiwa hai tu, la, bali kuwafanyia wema wazazi wawili wakiwa hai au wakiwa wamekufa. Wakiwa hai wanatakiwa kufanyiwa wema kwa kutimiziwa haki zao, lakini wazazi wakiwa wametangulia mbele ya haki vile vile wanatakiwa vile vile kufanyiwa wema na vile vile kutanguliziwa yale ambayo yatawasaidia huko walipo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha uhitaji wa mwanadamu anapokuwa ametangulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath, anapokuwa amefariki mwanadamu amali zake zote huwa zinakatika isipokuwa mambo matatu. Ya kwanza, sadaqatin jariyatin, ni sadaka yenye kuendelea, na ya pili, ilmin yuntafa'u bihi, ni elimu yenye manufaa, na ya tatu, waladin salihin yad'u lah, ni mtoto mwema ambaye atakumbuka kumwombea dua mzazi wake. Sasa hadithi hii ni muhimu, ambayo inaonyesha kwamba pindi pale ambapo mtu anatangulia mbele ya haki, amali zake zote zinasitishwa, zinasimama, anakuwa hana sababu ya income ya kumuingizia mapato kule kaburini alipo, isipokuwa ni yale mambo matatu ameacha ndio yatakayomsaidia. Katika mambo hayo matatu vile vile ni mtoto mwema ambaye anamuombea dua. Sasa ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki wanahitaji tuwakumbuke, na kuwakumbuka si kwenda tu kuwatembelea makaburini, la hasha, au kuwakumbuka kwa kuangalia picha zao na kuangalia album na kuhadithia historia zao. Hii haitoshi, bali kuwakumbuka kwanza ni kuwafanyia istighfar kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo sisi sasa hivi tunaomba istighfar kwa wingi, tunamuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe. Lakini siku zote usisahau vile vile kuwaombea istighfar wazazi wako wawili.